zoezi. Ulitaka tukupe muda gani watu wangu watakuwa tayari, na nikakuomba kwa nitawakusanya Jumatatu nitakupa jawabu. Leo mimi nitakupelekeni. Kwa hiyo hilo mwenyekiti na mheshimiwa namjibia mie. Hilo la mwanzo. Watakaoingia hapa kisheria, mimi kama ni mwenyekiti, sheria inatakiwa mimi unapokuja nikupokee, uwe na leseni ya udereva iliyo kwenye wakati, uwe na kikoti na uwe na beji, kwa sababu vinginevyo nitakapokupokea mimi, utakapopata kosa lolote, mimi nitakuwa mshtakiwa wa kwanza na siko tayari kubeba makosa. Mimi kama ni bodaboda, kwa swala ambalo lilotokezea leo, kwangu mimi halina tatizo, kwa sababu kila kitu kina utaratibu wake. Kwa hiyo kama kila kitu kina utaratibu wake, tunachoomba kwa viongozi tu katika utaratibu wao watupangie utaratibu ambao ulikuwa mzuri, ili sisi usitukwaze na wao usiwakwaze. Utu wangu kwa bodaboda, wawe wasikivu na wawe watiifu wale ambao watakuamrishwa na viongozi wao yale ya kheri yote, basi waweze kuatii, na wale ambao watakawakatazwa yale ya shari, basi yote waache. Yakesha wawe wanadhifu katika kazi zao, na wapende sana kufanya kazi yao, na wawe wakarimu na wasiwe wakorofi. Huku mishemishe bado hazijawa nzuri, ila naamini tutazoeleka tu. Naamini kwa uwezo wa Mungu tutazoeleka. Hata kipindi tunatoka barabarani tunahamia huku, mazingira yalikuwa sio mazuri sana, ila kwa uwezo wa Mungu tutazoeleka. Ila kama wote tutatii kukaa ndani, ila kama mmoja anaenda kuuza ndani, mwingine yuko nje, hakuna tunachokifanya, tutakuwa bado tunafanya kazi haijaeleweka. Bado wote wakae ndani na wasimame kukaa ndani, ndio tutafanya biashara. Ila mwingine yuko huku jiona anaenda nje, hakuna tutakachokifanya. Kila mmoja atatamani kwenda nje. Naamini kitu kama hicho. Tunahakikisha kwamba kwa idadi ya watu waliokuwepo sasa hivi tuna uwezo wa kuwaweka katika eneo salama na wasiweze kuathirika na hatari ambazo zinaweza zikajitokeza. Lengo ni kuhakikisha kwanza kuondosha changamoto za wananchi wote, na hilo ndilo ambalo sasa hivi tunalo kwenda nalo. Changamoto yao ya mwanzo ni kutokuwa na pahali pazuri pa kufanyia biashara. Kwa kushirikiana na uongozi wa soko, sasa hivi tunawatafutia mazingira sahihi ya kufanya biashara. Lakini la pili, kama wana changamoto za mikopo, baraza la manispaa lipo. Sisi tuna kiwango kikubwa cha zaidi ya shilingi milioni 120 ambazo fedha tunazo, tunahitaji tuwape wafanya biashara wadogo kupitia ZAEA. Kwa hivyo mimi nitumie nafasi hii kuambia wafanya biashara wasitafute visingizio. Kama eneo la kuwaweka tayari tunalo, hatua tunazo kwenda nazo ni kuwapanga vizuri. Eneo la kutosheleza za kuwapanga tunalo. Lililobakia sasa ni kwa upande wao kusikiliza maelekezo ya serikali tunawaambia nini, ili hapa pahali pakae sawa, kituo kifanye kazi na soko liendelee kufanya kazi kama lilivyokusudiwa. Amri ya serikali chini ya kiongozi wetu mkuu Mheshimiwa Rais kwa stendi ifunguliwe rasmi. Juzi imeanza kufunguliwa rasmi na leo hasa ndio imeanza kazi rasmi, na alhamdulillah tunashukuru. Magari yote na bodaboda na bajaji yote wamefuata amri ya serikali, na kila sehemu, kila usafiri upo sehemu yake na utaratibu unakwenda mzuri, tunashukuru. Ila changamoto ndogo ndogo tu zipo, wengine hawana license, hawana nini, lakini nayo serikali imechukua jukumu la kuwasaidia hata kuwakopesha ili wote wawe na license na vitu vingine. Kwa majina naitwa Laila Burhani Ngozi, ni mkuu wa wilaya ya Magharibi A. Kiukweli kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambayo nimeipata, lakini pia nimshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye ndo kiongozi wetu hapa Zanzibar na ndo amenipatia majukumu haya, na mimi alhamdulillah baada ya kuapa imekuwa kwangu kama mtihani. Kufika tu nimekutana na maagizo haya. Alitutembelea Mheshimiwa mkuu wa mkoa siku ya Jumanne, akatupa agizo kwamba agizo hili limetoka serikalini, inabidi sasa soko letu na stendi yetu vyote vifunguliwe rasmi. Kiukweli ukiangalia uwekezaji mkubwa umefanyika, fedha nyingi imetumika, lakini bado wananchi wetu walikuwa hawana uelewa, wanadhani kuingia huku kwa sababu kutakuwa kuna ulipaji wa ada ile ndogo tu ambayo wamewekewa. Watu wetu kama tunawafahamu kwenye mambo hayo kidogo hawako vizuri sana. Ina maana elimu inahitajika sana. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa alitutaka zoezi hili kufikia Ijumaa ambayo ni leo limekamilika. Kwa hiyo sisi kuanzia Jumatano, Alhamis
hatujakaa ofisini, tulikuwa tunakuja kuwapa elimu na kuwapanga tu, sisi na wao tuone namna gani wataweza kukaa, kwa sababu unaweza ukaagiza wewe kwamba unatamania jambo fulani lifanyike, lakini pengine utekelezaji wake uwe mgumu. Sasa sisi tukasema hatusubiri Ijumaa, tuanze tokea ile Jumatano na Alhamis tuone tunapanga, lakini nijua katika kuwapanga huko tutakutana na changamoto, na kwa vile shughuli hiyo ina wadau ambao ndo wanafanya utekelezaji huo, ambao kwa stendi ni watu wa bodaboda, waendesha magari pamoja na bajaji. Nikaona kuna haja mimi na viongozi wenzangu tukae tuwasikilize. Je, kwanza wamepokeaje zoezi hili au agizo hilo, lakini je wanaona kuna changamoto gani inaweza kutokea ili ikaathiri utendaji wao wa kazi. Sasa hiyo tumeiona au serikali yetu imeona ni bora, kwa vile tumeshajenga sehemu ambayo itakuwa mahususi ya wao kutumia kushusha abiria na kupakiza. Sasa waje, kwa sababu ile ilikuwa inaathiri, unakuta wakina mama kwa mfano wafanyabiashara wadogo wadogo, unakuta kule wamegoma, unaingia sokoni maeneo yako matupu, wafanyabiashara wachache, lakini wafanyabiashara hao ndani sokoni walikuwa wanalalamika. Sasa huku mmetuweka, mnakuja mnatulipisha kodi, lakini watu wetu ambao tunawapatia huduma, yani wenye mahitaji, hawafiki sokoni, kwa sababu wanaona wakifika tu maeneo karibu kuna vitu wamevipata, mtu anaona hana namna ya kwenda kule, yani akafanye nini. Sasa yule unamkuta anakana bidhaa zake, hauzi vile ambavyo mwenyewe angetegemea, na mwisho wa siku mkusanya mapato yeye anataka chake, haijalishi umeuza hujauza. Sasa unakuta hakiko kizuri.